الحمد لله الذي قبض من نوره الأقداس قبضة فقال كوني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول سيد سند العظيم وعلى آله وأصحابه غر الميامين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. Ndugu Waislamu, awali ya yote tunamhimidi Allah ambaye ametuwezesha wachache miongoni mwa waja wake walio wengi kuitika na kuja kutekeleza wito huu wa wajibu wa kutekeleza ibada ya salatu al-Jumaa. Hii si kwa sababu sisi tunazo nguvu za kuzitenda taa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni wala si kwa sababu sisi twaweza kukengeuka kuziepuka amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali ni taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunasema wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ndugu zangu watukufu Waislamu, leo tuko mwezi mosi ya mwezi wa Rabiul Awwal, mwezi ambao yatupasa kukumbuka na kushukuru juu ya neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, neema kubwa ya mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimkumbusha Nabii Allah Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam juu ya kwamba watu wake wawe wanayakumbuka masiku ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si maana ya kwamba masiku mengine ni ya viumbe, haimaanishi kwamba masiku mengine si ya Mwenyezi Mungu. Maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu alipomwambia Nabii Allah Musa, wadhakirhum bi ayyamillah, wakumbushe wana wa Israeli juu ya siku ya Allah, maana yake ni kwamba wazikumbuke siku ambazo Mwenyezi Mungu aliwaneemesha waja wake wengine na akawanakamisha waja wake wengine. Sasa wale walioneemeshwa katika yale masiku, anaambiwa Nabii Musa kwamba wakumbushe, wakumbuke kwamba Mwenyezi Mungu kwa ihsani yake na mapenzi yake kwao aliwaokoa katika masiku hayo na akawaangamiza wengine katika masiku hayo. Na mimi vile vile leo inasema udhakirukum bi ayyamillah, kukumbusheni juu ya masiku ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, masiku ambayo ni miongoni mwa masiku ya kukumbuka
kwa mja Muislamu anayezijua neema za Mwenyezi Mungu kwa upana wake. Moja katika masiku matukufu ya kuyakumbuka ni kukumbuka siku aliyozaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Pamoja na kwamba kuna ikhtilafu za majambo kama haya, ikhtilafu za tarikh juu ya mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, lakini sisi tubaki kama walivyosema wanawachuoni wakubwa wakubwa, الراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول. kama vile walivyosema ikhtilafu zao, lakini wakasema kwamba mazazi ya kiongozi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliokuwa wengi katika wanawachuoni na kauli ambazo ni rajih, wanasema ni mwezi wa Rabiul Awwali, mwezi 12. Tunakumbushana ndugu zangu wa Uislamu, leo ni tarehe 1 au tarehe mosi au mwezi mosi ya mwezi wa Rabiul Awwal. Sio hutuba yangu, bali najikumbusha mimi na kukumbusheni kwamba tuko katika masiku ya mazazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hutuba yangu ya leo ndugu zangu, tutakumbushana juu ya mambo 10 ambayo anayachukia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa nafsi 10 ambazo zinafanya matendo kama hayo. Mambo yanayomchukiza Mwenyezi Mungu yako mengi. Tukisema tutaje moja moja yako mengi, lakini nasema maneno 10 tu, mambo 10 tu ambayo yanamchukiza Mwenyezi Mungu na anayachukia Mwenyezi Mungu hayo, kwa nafsi 10 ambazo zitakuwa zina majambo kama hayo. Ieleweke ndugu zangu wa Uislamu kwamba Mwenyezi Mungu akikuchukia, si kwamba Mwenyezi Mungu anakuchukia kwa sababu ya kukuonea. Sio kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuchukia kwa sababu ana wivu wa kukuonea wewe juu ya unayofanya. Ni kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana wivu, ndio maana Mwenyezi Mungu anachukia mja wake kumuona katika majambo kama hayo. Jambo la kwanza na la nafsi ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaichukia, jambo la kwanza al-bukhlu min al-aghniya. Hili jambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analichukia, ni ubakhili unaotokana na matajiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia vijinafasi katika huu ulimwengu. Haimaanishi kwamba Mwenyezi Mungu kukupa wewe pesa nyingi kwamba wewe una mapenzi sana na Mwenyezi Mungu. Hapana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-Fajr anatuambia, fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akrama. Hivi huyu mwanadamu ambapo Mola wake amempa mtihani wa kumjazia vijipesa, kumpa mtihani wa kumpa utajiri, kumpa mtihani wa kumpa afya, hivyo ndio waseme kwamba Mola wangu mimi amenitukuza. Hilo wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqa fayaqulu rabbi ahana. Hivyo mwanadamu tunapompunguzia riziki yake ikawa ya tabu, hivyo waseme Mola wangu mimi amenidhalilisha. Ni hivyo? Kalla, kalla. Mwenyezi Mungu anasema kalla, sivyo. Sivyo hivyo, kwa haki Mola haangalii hivyo vitu. Mola wako akikujalia ukawa na riziki, amekufadhilisha, lakini sio sababu ya kwamba wewe umekuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu.
amekufadhilisha. Hizo ni fadhili za Mwenyezi Mungu, amekufadhilisha wewe. Huo ni mtihani mkubwa. Ukiwa wewe una vijipesa pesa, una vijinafasi, halafu ikae unafanya ubakhili juu ya mali hiyo aliyokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uitoi katika njia zake, wewe ni katika watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawachukia.